Kumekuwa na hali ya sintofahamu inaendelea kwenye mitandao ya kijamii TikTok na mitandao mingine, ambavyo uzao wa kiume unazidi kugandamizwa. Naweza nikasema ni ajenda ya kuzimu, ajenda ya shetani, lakini tunaona sasa kuna hali ya kuvuka mipaka. Watumishi wa Mungu, msipolitazama kwa upande mwingine wa jicho roho, hakika tutaendelea kushusha na kupoteza thamani na umuhimu wa mwanaume katika familia, katika jamii na katika taifa kwa mwanaume ni mwanaume. Kumekuwa na mafundisho ambayo yanaendelea, wanawake kudharau wanaume zao, wanawake kuamini kwamba pesa ni kila kitu. Niko hapa kulingana na kukemea kama mtumishi wa Mungu, lakini pia kuelimisha namna gani wale ambao tunataka tuendelee kuishi kwa amani, lakini tuendelee kuona mkono wa Mungu ukitubariki na kututetea, tunapaswa kuwa upande gani. Niko hapa kukuonesha njia hiyo. Kwanza nataka nikwambie, niwakumbushe, ukisoma kitabu cha Mwanzo, siku ambayo Eva ama Hawa alikubali ama alidanganyika na shetani, akasahau yale maagizo ambayo alipewa na Mungu kwamba wasile matunda. Unaweza ukaona hapa Eva alipokula tunda lile ambalo shetani alimlaghai la ujuzi wa mema na mabaya, mbingu hazikushtuka, dunia haikushtuka, mbingu ilikuwa kimya, ardhi ilikuwa kimya. Lakini pale alipopelekewa Adam, yani mwanaume, akalila tunda, mbingu ilitikisika, ardhi ilishtuka, Mungu akashuka moja kwa moja. Ndio maana kusema maandiko, Mungu akamuita Adamu, Adamu uko wapi? Mungu akusema Eva uko wapi? Kwa nini? Mwanaume ni mwanaume, kuna umuhimu mkubwa, kuna siri kubwa Mungu ameiweka katika mwanaume, kiumbe kinachoitwa mwanaume. Kwa hiyo ni wakati wa sisi wanawake, watumishi wa Mungu, ama watumishi wa Mungu wote, hata wanaume watumishi wa Mungu, kusimama na kuelimisha hiki ambacho shetani anatumia kama ajenda kupitia watu bila wao kujua ama kwa kujua, kuendelea kuondoa thamani ya mwanaume. Mafundisho tunasikia watu wanasema kwamba pesa ni kila kitu, kwenye ndoa sijui usimuoneshe mume wako mali, ukinunua viwanja usimuoneshe mume wako sijui ni nini. Sasa nataka nikwambie, hiyo ni familia ama ni kikundi cha kikoba kimejificha kwa name of ndoa? Hapana, ndoa haiko hivyo. Lakini pia kuna dhana wengine wanakuwa wameumizwa. Ni kweli kuna watu wanakutana na watu ambao ni wahovyo sana. Sasa kuna wengine wanatumia testimony zao kuhalalisha kwamba wanaume wote ni wabaya. Mimi nakataa, sio wanaume wote ni wabaya, kama ambavyo sio wanawake wote ni wabaya, kwa sababu wapo wanawake wanafanya vitu vya hovyo na wapo kweli wanaume wanafanya vitu vya hovyo. Lakini isionekane kwamba ni wanaume wote wako hivyo basi kwa sababu wewe umepitia maumivu fulani unataka yani kila mtu afate ushauri wako kama kujiami. Tena wengine wanasema kinga ni bora kuliko tiba, na kataa kwa jina la Yesu.